Katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na ukimwi, hatua kubwa duniani imeweza kufikiwa mwaka 2025 ambapo dawa mpya imeweza kuidhinishwa. Dawa hii inajulikana kwa jina la Lenacapavir ambalo kwa kitaalamu kwa lugha ya kibiashara inaitwa Sanlenca. Dawa hii inatumika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, pia inatumika kutibu ukimwi. Sasa dawa hii hapa imeweza kutoa hamasa kubwa duniani na imekuwa habari njema kwa watu wengi duniani. Katika video hii nitaongelea kwa kina juu ya dawa hii ya Lenacapavir ambapo nakwambia kwa jina la kibiashara inaitwa Sanlenca. Cha kufanya, subscribe channel hii hapo chini ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa hizi za elimu kwa mwendelezo. Lakini usipo subscribe inaweza kuwa ndio mara yetu ya mwisho kuona katika video hii. Subscribe sasa ili upate elimu zaidi. Sasa tunaanza kuelezea vizuri dawa hii. Dawa hii nimekwambia inajulikana kwa jina la Lenacapavir ambapo kwa jina la kibiashara inaitwa Sanlenca. Dawa hii ni ya kipekee, imeweza kugundulika mwaka 2025. Ni ya kipekee kwa sababu nikisema ya kipekee na maanisha nini? Nitafanya dawa nyingine za maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni kwamba tukiweka dawa nyingine za maambukizi ya virusi vya ukimwi kama vile ARV ni dawa ambayo unaitumia kama dozi, maana unakunywa vidonge kila siku. Lakini nikisema hii dawa mpya Sanlenca ni kwamba unaitumia haina complication nyingi kama dawa zingine za maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa upekee wake upo vipi? Upekee wake upo hivi. Dawa hii unaitumia kila baada ya miezi 6. Cha kwanza hiyo. Cha pili ni kwamba dawa hii unaichukua kwa njia ya sindano. Maana yake unachoma sindano kila baada ya miezi 6, unachoma sindano. Haihitaji kunywa dawa mara kwa mara. Sasa faida yake inatoa faida kwa watu mbalimbali. Watu wa kwanza ambao inawapa faida ni watu ambao wanakuwa na uvivu wa kutumia dozi wa kila siku. Unaweza kutumia ARV lakini itokea tu kwamba kama dawa zinanichosha kunywa kila siku. Lakini hii dawa mpya yenyewe unachoma sindano kila baada ya miezi 6. Kwa inapunguza uvivu wa kunywa dawa kila siku. Lakini kitu cha pili ni kwamba kuna watu ambao wanapata usugu wa dawa. Unaweza kutumia dawa fulani ukapata usugu dawa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi ukapata usugu ile dawa. Kama dawa ile haifanyi kazi. Lakini hii dawa inasaidia watu ambao wanapata usugu wa dawa. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Dawa hii nimekwambia sio kwa njia ya sindano, maana yake inaingia moja kwa moja kwenye damu. Kitu cha kwanza ambacho nitaje kuelezea kwenye dawa hii mpya ya Lenacapavir ni kwamba dawa hii unaweza kuitumia kama PrEP. Pengine nikiongea PrEP unaweza kuwa ni neno geni kwako, lakini kwa ambao wameangalia video yangu iliyopita wiki iliyoisha niweza kuelezea PrEP na PrEP ni kitu gani. Kwa kama hujaangalia unaweza kuangalia hii video ambayo inaelezea dawa ambazo zinazuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa kwa ufupi ni kwamba katika maambukizi ya virusi vya ukimwi kuna makundi mawili ya dawa. Kuna dawa ambazo ukazitumia kabla ya maambukizi na dawa ambazo ukazitumia baada ya maambukizi. Sasa dawa hii mpya ambayo imekuja mwaka 2025 unaweza kuitumia kama PrEP, maana yake ni kabla ya maambukizi. Kivipi? Dawa hii unavyochoma sindano yake kila baada ya miezi 6. Cha kwanza ni habari njema ni hiyo kwamba hiyo ndio faida yake kubwa kabisa kwa sababu inatatua changamoto za upatikanaji wa dawa kila siku, tumia dozi kila siku. Kwa unavyoipata ukichoma sindano baada ya miezi 6 inasaidia sana. Sasa inavyoingia mwilini dawa hii huwa inazuia virusi vya ukimwi vinavyoingia mwilini visiweze kuambukiza seli nyingine, kuingia seli nyingine kwa ajili ya kuzaliana na kulipuka. Yaani kama nilivyoelezea mwanzo kwamba virusi vinavyoingia mwilini huwa vinaingia kwenye seli moja. Vinaingia kwenye seli vinazaliana na vinalipuka kwenye seli nyingine ili kuongeza ule mzunguko na vinakuwa vingi mwilini. Sasa dawa hii inavizuia vile virusi vinavyoingia kwenye seli moja, vitazaliana kwenye seli moja, maana haviwezi kwenda kwenye seli nyingine. Vinaweza kuzuiliwa ule mzunguko wake wa maisha unakuwa mdogo. Kwa maana virusi vinakuwa chini na baadaye mtu hawezi kuonekana na zile dalili za ukimwi. Kwa hiyo dawa hii imekuwa na masa kubwa duniani kwa sababu imeweza kutumika katika advantage, sababu inasaidia watu ambao wanapata changamoto upatikaji wa dawa za kila siku, hizi dawa za vidonge. Sababu yenyewe unachukua mara moja kila baada ya miezi 6. Jambo la tatu ambalo naweza kuliongea juu ya dawa hii mpya Lenacapavir. Unaweza kuwa unajiuliza swali, je, dawa hii inatibu VVU? Watu wanaweza kuwa wanajiuliza swali kwamba dawa hii inatibu VVU. Hapana, dawa hii haitibu VVU. Ila inafanya kazi ya kufubaza virusi, yani kuzuia virusi visiendelee kuzaliana. Huwa iko hivi, virusi vinavyoingia mwilini huwa vinazaliana na kulipuka mwilini, maana yake vinakuwa vingi mwilini na inafikia hatua mtu anapata upungufu wa kinga mwilini, yani ukimwi. Sasa dawa hii inazuia. Kwa hiyo inazuia inafikia hatua virusi vya ukimwi vinakuwa chini. Na unapoenda kufanya kipimo cha kiwango cha virusi kwenye damu huwa kinakuwa chini ambapo kwa kitaalamu inaitwa viral load test. Ukifanya viral load test inafikia hatua kama unatumia vizuri dawa, inafikia hatua wale virusi wanakuwa chini. Kwa kama umetumia vizuri dawa hii ya Lenacapavir ni kwamba inashusha viwango vya virusi, kiwango kinakuwa chini. Maana yake kwamba inafikia hatua ukienda kufanya kipimo cha virusi vya ukimwi unakuta kabisa unaonekana kama una ukimwi, lakini vile virusi vinakuwa viko chini na unakuwa una hatari ya kumambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo dawa hii hapa ni habari njema kwa sababu inafanya pia kazi ya kuzuia usiweze kumambukiza mtu mwingine. Kwa kama unaitumia vizuri, unaichukua katika muda maalum, inasaidia sana. Jambo la 4 ambalo naweza kuliongelea kuhusiana dawa hii mpya Lenacapavir ni kwamba dawa hii watu wanaweza kuwa wanajiuliza maswali kwamba dawa hii inaweza kutumika kama kinga. Maana yake kwa mtu ambaye hajapata maambukizi ya virusi vya ukimwi anaweza kuitumia kama kinga. Jibu ni ndio, dawa hii unaweza kuitumia kama kinga kwa sababu dawa hii ni katika kundi la pre-exposure prophylaxis, yani kinga kabla maambukizi. Unaweza kuitumia kama kinga kwa sababu inazuia wale virusi wasiweze kuingia mwilini na kuzaliana. Kwa hiyo dawa hii
unaweza kuitumia kama kinga kama ukigundua kama mimi sina maambukizi nahitaji kujikinga. Kwa hiyo ni nzuri kwa watu ambao wapo katika hatari kubwa kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Jambo la 5 ambalo naweza kuliongea kuhusiana na dawa hii mpya ya lenacapavir ni kwamba kwa watu ambao wana uhitaji wa kuitumia wanaweza kuipata vipi dawa hii? Unaweza kuipata katika vituo vya afya, sehemu ambao wanatoa huduma kwa watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na pia kitu cha muhimu ni kwamba dawa hii utakiwa kuitumia pasipo na maelezo ya daktari. Kwa kwanza wahudumu watakuwa waangalie kwamba je, unastahili kupata dawa hii, then utapewa na utakuwa unaitumia chini ya utaratibu wa daktari. Kwa hiyo ni habari njema, lakini pia usiweze kuitumia wewe kama wewe bila kuwepo kwa maelezo ya daktari. Kwa maelezo zaidi video nyingine zinazofuata juu ya dawa hii mpya ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, usisahau kusubscribe hapo chini ili video zetu zikufikie, kwa sababu hapa sio mwisho wa hii elimu, tunaenda kutoa elimu zaidi. Lakini pia kama una swali juu ya dawa hii mpya ya maambukizi ya virusi vya ukimwi au una swali lolote kuhusiana na virusi vya ukimwi na magonjwa mengine, tuandike kwenye comment hapo chini na tutaandaa video kwa ajili yako. Kikubwa zaidi subscribe, pengine usipo subscribe unaweza kawa ndo mara ya mwisho kuona katika video hii.